Hello na kukaribisha kusikiliza side B au kunipa sikio ujue kitu kinachotokea upande wa pili, hususan unapotambua upande wa kwanza. Kwenye side B leo nataka nikuletee vitu muhimu ambavyo unabidi ujue na vitambue kupitia filamu ya Kihindi ambayo wengi tulisikia na ikawa maarufu zaidi. Inaitwa Disco Dancer na mtu alofanya tuipende zaidi ni Mithun Chakraborty. Hii filamu imetoka mwaka 1982. Ni muda mrefu, hata Gen Z na mimi bado hajazaliwa. Hapa naongelea watu wazima wa miaka hiyo. Lakini asili yake ni ipi? Iliuzaji? Nani alishiriki? Nani aliimba? Mauzo alikuwaje? Mimi nataka nikujuze kupitia side B. Call me Leo King, Leo 17. Okay, sasa subiri nikwambie disco dancer ilikuwaje, nani alofanya tu enjoy. Wengi tulikuwa tunaimba I am a disco dancer lakini hatujui. Huyu ni Mithun Chakraborty. Movie imetoka mwaka 1982. Ni kitambo kidogo. Kwa wale wazee wanaweza kuwa nakumbuka, lakini Gen Z hapa tunapishana sasa. Nielewe. Director ya movie anaitwa Babla Subbar na aloandika anaitwa director Lahi Mason Lays na Deep Baraji. Majina fulani ya Kihindi yanatilia sana. Alo produce mzigo anaitwa Babla Subbar, ndo huyu alo direct. Lakini starring kwenye movie ni Mithun Chakraborty na mwanadada anaitwa Kim na yule Om Pur na Rajesh. Hao ndo walofanya movie yote kukamilika. Lakini music ni Bapi Lahi, au wamehusika na music. Na kama nilivyokuambia ilitoka rasmi tarehe 17 mwezi wa 12 1982. Kwa kifupi siku ya birthday yangu nilozaliwa, lakini sio mwaka huo ndo movie hii ilikuwa released, na ina dakika ambazo zinakufanya wewe ukae kutazama dakika 135. Kwa haraka ni masaa 2 na dakika 15. Yaani unaangalia movie masaa 2 na robo. Guess what? Unaweza ukatoka Dar es Salaam kuelekea Morogoro na treni ya umeme ukafika movie bado haijaisha. Yes. Kwa hiyo kwa kifupi tu Dar es Salaam tu Morogoro, lakini still movie haijaisha. Sasa baada ya kukupa hints chache kujua nani aliandika movie, nani alicheza, ilitoka lini na ilikuwaje, kabla ya kwenda kwenye mauzo nikupe historia au kisa kifupi cha Disco Dancer. Ni movie inomhusisha kijana wa kimaskini ambaye ndo Mithun Chakraborty akilelewa na mama yake mzazi, single mother, baada ya mzazi wake wa kiume kufariki. Lakini nyumbani alikuwa anakaa yeye na mama yake, jirani yupo mjomba wake. Na movie inaanzia wakiwa ufukweni, yeye na mjomba wake wakitumbuiza kwenye mitaa ambapo kawaida ya Wahindi wanapenda sana kuimba. Walitumia kipaji chao kwa kuimba na kucheza ngoma huku wakipata hela kudunduliza, na hapo ndo maisha yao yaende waweze kula. Mithun alikuwa mdogo sana, lakini aliweza kuchukua hela kupeleka nyumbani akala. Ila siku moja ambayo haikuwa na jina na haikuwa nzuri, akiwa na mjomba wake kwenye kupita kwenye mitaa, wakaonekana na mtoto akishua. Akawaita nyumbani kwao waje kuimba wacheze. Wakati wanaendelea kufurahi kuimba na kucheza, Mithun na yule binti mdogo katika jumba la kitajiri zaidi. Unajua nini? Watu walijaa sana kwenye kuta kusababisha maua na kuta kuharibika. Kabla sherehe haijaisha, furaha haijatamatika, yule mzee alirudi. Na maanisha baba ule binti ambaye alikuwa ni gaidi. Alipofika alipiga kelele akawaita polisi. Lakini alikosa kitu cha kufanya Mithun akamatwe. Alichofanya, alichukua gita dogo la mtoto wake ambapo binti alimpa Mithun wakati wanaimba. Akamwambia ameiba gita. Hiyo ikawa sababu ya Mithun kukamatwa, kwa sababu alikuwa mdogo, mama mtu ilibidi abebe kesi, akamatwa yeye. Kisa kilianzia hapo Mithun na mamake alikamatwa akaenda polisi, Mithun akaingia ndani, na baadaye wanakuja kuonekana wanahama mtaa, wanatoka baada ya watu kuambia wao ni wezi maskini, na kisha kuhama na movie ina switch kuonyesha miaka mingine mbele ambapo Mithun bado yupo katika kuimba. Lakini Mithun alipoanza kuimba, yule binti wa yule mzee ambaye yeye alikuwa anafanya nini? Anaimba, atakuja kukutana na Mithun. Watakutana vipi? Ilikuwaje? Na Mithun alitokaje kwenye umaskini hadi kuja kuingia kwenye ufalme wa Disco Dancer? Movie inaitwa I am a Disco Dancer, yani Disco Dancer ni mcheza show kwa kifupi au mnenguaji. Hasa
nitakupa tena side B, sehemu ya pili, nikueleze baada ya kutoka pale Misu alikutana vipi na ule binti, alikutana na nani akamsaidia, alifanya nyimbo ilikuwaje, Jimmy ilikuwaje, na ile Borokina Key ilikuwaje, na nini maana ya zile nyimbo ndani. Utacheki tena side B na mimi Leo King 17.